runinga ya Hope Channel Kenya. Ni nafasi nyingine tena nikukaribisheni katika kipindi ukipendacho nachokienzi cha uchambuzi wa Biblia. Ni kipindi ambacho hukujia kila siku na wakati kama huu unapokuwa katika runinga yako na unapokuwa na nafasi ya kuweza kukaribia kuwa pamoja nasi, ndipo tunaposhikana na kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Kumbuka awamu hii katika ukumbi wa kanisa la Kiadventista la Wasabato hapa mjini Mombasa. Kwa hivyo kwa sasa matangazo haya yanakujia mbashara kabisa kutoka katikati ya kitovu cha Mombasa. Kanisa ni la Kizingo SDA Church. Hivyo basi niseme karibu sana ili kusudi uweze kuwa pamoja nasi kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi hiki. Mimi yangu ni kukaribisha ili kusudi uweze kushikana naye pamoja nasi pamoja na wageni ambao tayari wako ndani ya ukumbi huu ili kusudi waweze kukufahamisha na kukujuza Biblia inasema nini. Lakini kwangu ni wakaribisha wageni kwanza, alafu tuweze kuendelea. Mkono wangu wa kulia, mkono wangu wa kushoto, kumradhi, nina mgeni kwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Nzai Kombe. Karibuni. Na vile vile pia mkono huo mmoja, kwa sababu amelalia mkono mmoja, ninaye pia mgeni mwingine. Nichukue fursa nikukaribishe uweze kuongea na mtazamaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu. Jina langu naitwa Francis Juma. Asante sana. Mimi mpenzi mtazamaji nimekuwa wako siku ya leo nikiwa nimekalia viatu vya sitati. Sasa tukiwa maeneo ya Mombasani hapa, basi ninang'ang'ana kweli kuvivaa ili kusudi nione kana kwamba nitaweza kuingia kwenye viatu vyake, lakini wacha Mungu afanye mapenzi yake kwetu. Jina langu naitwa Martin Ndatune, ndiye nitakayekuwa mwendeshaji, na vile vile pia tukiendelea pamoja kuweza kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa tuweze kupata ombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Tukaweze kusali. Lihimidiwe jina lako, e Mfalme, muumba wa mbingu na nchi. Tuaje mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani, maana umetukirimia Sabato siku hii ya leo. Tunapoendelea, naomba ukaweze kutupatia pumziko la kiroho na pia la kimwili. Nena pamoja nasi, ukaweze kutuvivia na Roho yako Mtakatifu, kwani mambo haya yote kupitia kwa jina la Yesu ninaamini. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kuweza kutufungulia kwa ombi. Langu mimi ni kuweza kukukaribisha basi wewe mtazamaji ulio katika runinga yako, pengine uko kando, pengine ya redio yako, pengine uko kando ya vitakalishi mbalimbali ambavyo tunatumia kuweza kupata mawasiliano haya, kwa sababu mawasiliano haya pia yanakujia moja kwa moja kutoka katika YouTube channel, Hope Channel YouTube, na vile vile pia Facebook unaweza ukayapata. Lakini kwa siku ya leo nataka nikwambie karibu uweze kuwa pamoja nasi. Pengine nirudi kwa walimu wangu tuweze tukukumbushana. Juma lililopita katika kujifunza Biblia tuliweza kuongea kuhusu upendo na haki ya Mungu. Sasa sijui ulijifunza nini wewe kwanza? Asante sana msimulizi. Na tunapoangalia kuota iliyopita tulikuwa tunaangazia zaidi kuhusu upendo wa Mwenyezi Mungu, kuwa hiyo ndo licha yake, na pia kuwa anapenda haki na hukumu zake ni za kweli. Kwa hivyo katika miezi yote mitatu tumekuwa tukichambua tukitaka kujua, je, huyu Mwenyezi Mungu ni nani? Na tunapata jibu la kuwa Mwenyezi Mungu ni pendo, na anahitaji sisi kama wana wake tukaweze kuwa na upendo, tukaweze kuonyesha upendo kwa ndugu zetu, tukaweze kuonyesha upendo kwa jamaa, na tukaweze kuwa na upendo ambao unatoka ndani, si kwa kujifanya tu. Asante. Asante sana. Kwa hivyo tumefahamu kwamba mpenzi mtazamaji ya kwamba Mwenyezi Mungu ni upendo, na kwa sababu Mungu ni upendo, lazima nasi tuonyeshe upendo wetu wa dhati kwake Mwenyezi Mungu awamu hii, maana wakati ni sasa. Nataka nikufahamisha kwamba tutaongea kuhusu na kujifunza kuhusu Biblia na mambo ya undani sana zaidi. Pengine mwalimu tuweze kutufahamisha ni yapi ambayo tunaenda kujifunza katika awamu hii.
Asante sana mwenyekiti. Tutajifunza kuhusu ishara, tamathali za semi na vidokezo, lakini tunachozingatia sana ni jinsi ya kufahamu na kuelewa unabii wa Biblia. Kwa hicho ndicho ambacho tutajifunza kwa muda wa miezi 3 kuanzia sasa na kuendelea. Naam, asante sana. Amegusa kuhusu unabii na amegusa ishara na tamthili za semi ambazo siku ya leo tutajaribu kutafuta ni vipi vidokezo hivi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayefuatilia kwenye redio pia, maana kuna redio kadha wa kadha ambazo zinapeperusha matangazo haya moja kwa moja pia kutoka hapa katikati ya jiji kuu la Mombasa. Ataweza kutufahamisha zaidi, pengine tuweze kujua kuhusu unabii. Unabii ni nini? Nitaanza pale mwanzo. Naam. Ya kuwa kama tulipokuwa tunajifunza licha ya Mungu ama Mungu ni nani, na tukajifunza kwa ni upendo. Mwenyezi Mungu mwenyewe angependa sana kutembea na wana wake. Lakini unapoangalia hivyo anasema mawazo yangu si kama ya binadamu. Lakini pia Amosi 3:3 inasema wawili wanawezaje tembea bila kupatana? Kwa hivyo anatupatia picha ya yale yote ambayo yatatokea mbeleni. Maana sisi mbele yetu, kwake ni nyuma yake. Kwa hivyo anatupeleka moja kwa moja paka kitakachotukia mbeleni, matukio ya mbeleni. Ili tukaweze kujua ya kuwa yeye ni Mwenyezi Mungu. Alafu la pili anatusihi na kutuita, maana mimi nishaona vinye mbele viko, njoo kwangu mimi nitakuongoza huko mbele tuendako. Kwa hivyo ufunuo ni jambo lizuri sana, unabii ni jambo lizuri sana, maana anatueleza kuwa Mwenyezi Mungu ni nini, ni nani na anafanya nini na ni nini kitakachotendeka tena. Asante sana. Naona ameweza kugusia jambo fulani kwenye kitabu cha Amosi, na nafikiri ni Amosi mahali Mungu anasema kwamba mimi Mungu sitafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wangu manabii. 3:7. Sasa nilikuwa nataka tuangalie kulingana vile ameweza kulitambua, maana tunaongea kuhusu unabii na tamathali za semi, vile vile pia kuna udokezo hapo ndani. Pengine uweze kutupatia ufahamu kidogo tu tuweze kufahamu na kuelewa. Mwenyezi Mungu anaposema sitafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wangu, je, ni sehemu ya unabii ama ni siri? Maana wengine wanasema Mungu ana siri nyingi, huenda kama ameficha siri zake, sasa nataka kuzifunua kwa wachache. Je, ni unabii ama ni siri ambazo Mungu alikuwa anaongea? Asante mwalimu. Mungu ana siri na ana unabii. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasema kuna siri ambazo zimefunuliwa kwetu, hizo ni zetu na vizazi vyetu. Lakini kuna siri nyingine ambazo Mungu hajafunua kwetu, kwa hiyo hizo atatufunulia tutakapofika mbinguni. Lakini kuna unabii. Anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote pasi na kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hiyo ana kusudi la kuweza kufanya uhusiano na wanadamu kama tulivyoona katika robo iliyopita, na ili afanye uhusiano na wanadamu hawa lazima aweze kujifunua kwao, wamuelewe. Anajifunua kwa namna gani? Kwa manabii. Hivyo Mungu kama ana mpango wa kufanya jambo mbeleni, ataambia manabii, siku zinazokuja nitaleta mvua, siku zinazokuja nitaleta gharika. Kwa hiyo akatoa unabii huo, akamwambia Nuhu, jenga safina maana nitaleta gharika. Ulikuwa unabii, yaani anatayarisha wanadamu kabla hajafanya jambo. Sisi tunaoishi sasa tunararajia kwenda mbinguni, lakini kabla tuende mbinguni kuna matukio hapa. Mungu katika unabii anatupatia vidokezo, anatuambia ati ukiona hiki kikitokea uelewe kwamba ni na maana hivi, ukiona jambo hili likitokea inamaanisha hivi. Kwa hiyo katika unabii tunafunuliwa macho, anafumbua macho yetu tuelewe kinachotokea baadaye, hata japokuwa hatujui dakika inayokuja kutatukia nini. Lakini kwa unabii anatutayarisha kwa mambo yanayokuja. Umeongea kuhusu vidokezo, wacha nirudi hapa nyuma kidogo, maana ameongea kuhusu vidokezo, na maana ya kwamba Mwenyezi Mungu angependa kukaa karibu na mwanadamu ama kukaa karibu na kiumbe chake, lakini asingependa kile kiumbe chake kitishike na asili ya Mungu jinsi alivyo, ama jinsi Mungu ambavyo angependa ule kiumbe chake kiishi. Ndio maana akasema kuna vidokezo. Je, hivi vidokezo ni vya kutuongoza kumwelewa Mungu na maumbile ambayo ameyapanga, ama vingine kwetu sisi tutakuwa ni vya kututishia? Ningetaka kujibu swali hilo zuri na haya, maana hiyo ni uchambuzi wa Biblia. Na mtanikubali nisome Petero wa pili sura ya 1
Ninaposoma kutoka fungu la 19, nasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Naam. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka moyoni mwenu. Inaendelea. Lakini zaidi hapa ni kuwa unabii ni kama taa ling'aapo, linaongoza yeyote aliye ndani ya giza. Na ni kweli mwalimu, ya kuwa hatujui la kesho, wala hata la dakika inayokuja hatuwezi lifahamu. Lakini katika unabii ni taa katika giza hili. Paka ule wakati utakapoona ile nyota asubuhi kutakapopambazuka, ni unabii ndio itakuwa inatembea nasi ikitupatia jinsi Mungu amepanga, ama mipango ya Mwenyezi Mungu sasa pale ilipokuwa nyuma na mbeleni. Na katika vidokezo hivyo ningetaka kusema kuwa Mwenyezi Mungu katika Mathayo 24, katika Luka 21 alipeana vidokezo kadha wa kadha, yani nini kitakavyofanyika mbeleni. Lakini tunapoendelea hivi utapata kuna changamoto moja. Katika uchambuzi wa Biblia, kila mtu analeta fikra na uelewa wake tofauti kulingana na vile anavyodhani. Kuna walimu wengine watachukua mafungu haya ili akaweze kuwa na maana fiche kwao, wakaweze kuwa na manufaa vyao. Lakini Mwenyezi Mungu katika Wakorintho wa kwanza 10 yasema kuwa sote tukaweze kunena jambo moja, tukaweze kuwa wamoja. Na katika ufahamu huu wa Mwenyezi Mungu katika unabii tunapata kuwa ni ukweli ni uzima wa milele. Hiyo ni Yohana 17 fungu la 3, na pia tukisoma katika Yeremia 9. Naam, shukrani sana. Mpenzi mtazamaji, nataka nikufahamishe tu ya kwamba kumekuwa na tetesi, ama si tetesi, uvumi ya kwamba wengi wamekuwa wakisoma Biblia na kutokuelewa, alafu wanakuja na semi kama vile mwalimu anavyosema ya kwamba Biblia ni ngumu kuelewa, unabii ni vigumu kueleweka, kuna mambo yasiyoeleweka katika. Kwa hivyo tusisome unabii, tuache wakati wake bado. Lakini Biblia inasema kwamba kumbe Mungu ana vidokezo na kutufunulia sisi tuweze kufahamu na mapema ya kwamba kuna mambo ambayo tutakapokuwa tukiyaona, tusiyaone ni mazito ndani ya Biblia, bali tuwe na urahisi na ufahamu wa kuyasoma. Kumbuka huo katika uchambuzi wa Biblia, na nashukuru Mungu kwa sababu leo tunaenda kujifunza mambo mengi kuhusu unabii na vidokezo vinavyotolewa ndani ya Biblia. Pengine mwalimu, nikuulize tu swali. Kwa nini vidokezo vinaonekana katika mtiririko wa maandiko ama katika kufahamu Biblia? Mwalimu, pale mahali alipokuwa ndugu Nzai, Mathayo 24, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake Yerusalemu, wakatatizika kidogo alipowaambia, angalieni halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakakaa naye kando wakamuuliza, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Mambo haya ya vidokezo yanatayarisha mtu. Kwa mfano, wakulima hutegemea kuona mawingu au kusoma nyakati ili wajue ni wakati wa kutayarisha shamba ama ni wakati wa kutoa mavuno. Kwa hiyo vidokezo hata vya unabii vinamwandaa Mkristo kujua mahali nilipo sasa ni nini kinachoweza kutokea. Hivyo Yesu akasema maneno haya katika Mathayo 24 aya 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Kwa hiyo unabii, vidokezo vya unabii hutuonyesha wakati. Mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Akawaambia, je, tutajuaje unakuja? Yesu unasema unaenda. Sasa utakapokuwa unakuja, sisi hatujui unaenda wapi, tutajuaje unakuja? Kisha akawaambia, kwa hiyo nabii unatuonyesha wakati na hutuambia pia dalili za kitu ambacho hututayarisha ili kutarajia. Lakini Yesu aliwajibu kuambia hivi. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa hiyo unabii huja ili kuweka ukweli na uongo ili mtu asidanganyike. Yesu anasema mbali na kuwaambia kwa wakati, pia nasimamisha ukweli. Unabii ni ukweli wa Mwenyezi Mungu ili mwanadamu asipotee. Asante sana mwalimu. Na kuna kitu ambacho nataka nikiregeshe upande huu maana muongea kuhusu Mathayo 24, ukaongea kuhusu dalili ambazo Yesu kazitoa,
na baada ya wanafunzi wake kwenda kumuuliza, je, hawa wanafunzi walikuwa ni waoga katika sehemu hizi? Hawa walikuwa shaingia na hofu na uoga? Ukweli ni kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa na raha nyingi Yesu Kristo alipokuwepo. Naam. Walipojua kuwa Bwana wao atatoweka. Na baada ya yote atatukia, kulikuwa na wingi wa hofu. Haya yote matukio yatakapofanyika, Yerusalemu itakapovunjwa na watu watakapopelekwa mateka, sisi na haya mahangaiko yote yatakayofanyika. Lakini kwa haya yote 28:21 ya Luka inasema, inapoendelea hiyo ambayo ni sura mbadala kama ya Mathayo 24, inasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Yamaanisha ya kuwa wasitie shaka katika matukio yenyewe, lakini wakainue vichwa vyao, waangalie Yesu Kristo kule juu, maana ukombozi wao umekaribia. Kwa hivyo matukio hayo yote mara nyingine yanaweza tupatia hofu. Matukio ya nabii yanapoyatendeka, tunaweza kuwa fikra zetu zinaweza enda katika matukio yale. Yametendeka hapa, jua limeshikwa, nyota zimeanguka. Inasema kwa unapoyaona hayo yote yakifanyika, mataifa yanaposimama na kupigana, ndugu kwa ndugu wanapouana, msiende katika matukio tu, inueni macho yenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia. Kwa hivyo ufunuo ama unabii unatukaribisha ama unatutuma, unatuelekeza kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo lengo haswa ni kutuondolea hofu. Naam. Lengo haswa ni kutuondolea hofu, kutupatia amani ya moyo. Kutupa amani ya moyo. Naam. Ndio nafikiri kuna aya moja Yesu kaitumia kwenye kitabu cha Yohana 14. Akasema msifadhaike mioyoni mwenu. Yaani ile hofu ambayo ingewaingia. Sasa mimi nataka niwapatie uthibitisho. Msifadhaike. Ondoeni hofu. Maana nitaenda na nitarudi tena. Kwa hivyo ina maana vidokezo katika unabii ni vya kutuondolea hofu na kutupa uhakika ya kwamba Biblia inaposema tunaelewa kwamba ni kweli, na tusitie shaka, tuweze kukumbatia jambo lile, alafu tuwe wepesi wa kusoma maandiko. Amina. Amina. Na pengine naona kuna kitu nataka kuongeza mahali hapo. Ni kweli kwamba vidokezo huja, lakini utavielewaje? Tutavielewaje? Maana si kila kidokezo kinaeleweka. Unajua kuna watu ambao huona dalili na wakakosa kuielewa. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa kuwa dalili hizi zinafaa kueleweka. Ni kweli kwamba hata Yesu alipokuja alitumia mifano. Na kwa bahati mbaya kuna watu waliopotea kwa ile mifano. Hivyo mwalimu aliposema kuna watu hutafsiri vinginevyo, wanatoa tafsiri ambazo hawaelewi. Kwa mfano, dubu hutumika sana na nchi ya Russia, wanatumia mnyama kama dubu kama mnyama kama ishara kwao ya nguvu zao. Na watu husoma unabii wa Danieli wakasema kuhusu dubu, wakasema ni Russia. Kumbe unabii unaweza ukakosa kueleweka hata vidokezo vinapotolewa. Unajua unanikumbusha jambo fulani. Unajua zile nyakati za zamani, mfano huu pengine mpenzi mtazamaji pia anaweza kasaidika. Kule kwetu kuna wakati mvua ikifunga, tunasema mvua itanyesha. Sasa tunaenda kutengeneza mashamba, tungojee tulime, alafu mvua ikinyesha itayarisha mashamba. Sasa kwa wakati fulani kulifunga mawingu yakaja meusi kabisa, tukajua hizi mvua itafanya nini? Itanyesha. Mara bahati kidogo hivi kukatokea wale kumbikumbi wale wanyama ambao hutokea baada ya mvua. Sasa hao ndio wakaja kwanza mbele kabla nini ya mvua. Sasa sisi tukasahau kama ni mvua itakunyesha, tukaanza kimbia kutafuta wale kumbikumbi, tuangalie nao wametoka wapi. Sasa kumbe tuliambiwa kwamba hapana, ukiona pia hawa ujue ni ishara kwamba mvua inafanya nini? Inakaribia. Kwa hivyo vidokezo ni vitu vya maana sana katika maisha yetu. Lakini umesema tutavijua vipi? Pengine muulize ndugu yangu Zai. Asante sana kwa kulileta hilo. Na jambo hili ni vizuri ya kuwa tupate muktadha kamili ya sura yoyote tutakayosoma ndani ya Biblia hili. Na tukubali kwa Biblia hili linajitafsiri lenyewe.
Kwa hivyo unaposoma katika Isaya 28 fungu la 10 pale, si ndio? Inaposema kuwa hapa kidogo pale kidogo, aya hapa aya pale, tunaweza enda pale, utapata kuwa Biblia lenyewe linahimiza kuwa fungu moja haliwezi likajijenga mpaka ukapata hoja kamili inayosemekana katika Biblia. Na utapata kuwa wengi wamepotoka kwa sababu wanachukua fungu lile bila muktadha na kujenga hoja yao. Na matukio yanapofanyika wanasema kuwa hili tukio liliandikwa katika Biblia. Na baada ya muda wanaona kuwa lile tukio halikwenda sawa na vile ambavyo walikuwa wamesema kulingana na Biblia. Wanabadilisha vitabu vyao. Wanaanza kusema kuwa sasa kuna another kuna sura nyingine tunataka kuambia. Kwa ule unabii wa kale kuna mahali tulikosea. Kwa hivyo Biblia inasema kuwa Biblia acha ijieleze yenyewe kwa kusoma aya zote kulingana na Biblia yote kutoka kitabu cha Mwanzo hadi kwa Ufunuo, ndio upate ukamilifu wa hoja yako unapoijenga. Ndio maana usiyumbishwe kama wengine wanavyoyumbishwa, maana wameshikilia aya moja tu. Asante. Nimefurahi kwa kitu kimoja, sababu wamesema tutauelewa vipi huu nabii. Na pengine niweze kuuliza swali, kwa nini, na hii itatusaidia mimi na wewe pengine na mpenzi mtazamaji, ya kwamba mara nyingi sana unabii umenasibishwa ama umeunganishwa na kitabu cha Danieli sana, na ukitoka Danieli ikaenda Ufunuo. Je, kuna vitabu vingine ambavyo tunaweza tukasoma tukapata vidokezo vya unabii? Ni kweli kwamba viko. Wakati mmoja Danieli akasoma Danieli, akasema katika Danieli 8:15 kwamba kumetengwa muda, wamechukuliwa mateka ndio, lakini Mungu amesema kwa kinywa cha nabii Yeremia kwamba wako hapa kwa muda. Danieli akajaribu kung'ang'ana ni tunatoka lini huku. Alipotaka kuelewa kuhusu unabii uliopewa na Mungu kwa Yeremia, Danieli anasema hivi katika Danieli 9 aya ya 2. Danieli 9 aya ya 2. Anasema hivi, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, anazungumza kuhusu Dario, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu. Danieli anasema mimi sikukaa baada ya kusoma kuhusu unabii wa Yeremia nikakosa kufahamu, lakini nikavisoma vitabu. Ndiyo, kuna vitabu vingine badala ya kitabu cha Danieli, kuna vitabu vya Yeremia kinachoelezwa na kitabu cha Danieli. Danieli anasema nilisoma unabii ule wa Yeremia, kwa sababu anasema kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia. Kwa neno la Bwana likamjia Yeremia kwamba watoto wangu Israeli watachukuliwa mateka, lakini nitawarudisha. Danieli akataka kujua tutarudi lini, akavisoma vitabu. Isaya 34:16 anasema tafuteni katika kitabu cha Bwana kasome. Hivyo unabii hauwezi tafsiriwa na aya moja, huku kidogo, kuvisoma vitabu. Unajua wengi huogopa kusoma unabii kwa sababu ya ile mifano, lakini kuvisoma vitabu ni msingi sana. Unajua umenifurahisha kwa sababu juzi na hata sasa tarehe 18 pengine ya mwezi huu wa Aprili watu watakuwa wanasherehekea kusulubishwa kwa Yesu kule nje. Kwa sababu wanasema ndio siku alisulubishwa. Lakini kule kuzaliwa kwa Yesu na kusulubishwa kwa Yesu pia kumbe kulitabiriwa kwenye vitabu vinginevyo sana. Sana. Unawakatabiri vizuri sana. Mpaka Isaya akatabiri vizuri sana. Ukienda kwa Mika naye pia akatabiri vizuri kuhusu kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Mpaka Bethlehem ya Yuda mdogo kuliko nini miji yote mikubwa na manabii wote, lakini kwako kutatokea nani? Kutatokea nabii. Sasa utakuta kumbe unabii ama vidokezo afiko kwenye Danieli peke yake, ndio katika vitabu vinginevyo ambavyo viko. Sasa wengi wakitia hofu, si hofu nini, pengine uambie waondoe hofu. Kama alivyosema ni kwa Mwenyezi Mungu angetaka kuongea nasi. Naam. Tulisoma Amosi 3 fungu la 7. Naam. Na ni ukweli ya kuwa Mwenyezi Mungu haezi ongea neno lake ndio aogofie waumini. Naam. Ni mwenye upendo, angetaka kuongea na wana wake. Kwa hivyo neno la unabii ni la kupatia faraja, neno la unabii ni la kupatia furaha, neno la unabii ni la kutupatia
kutuunganisha na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na ningetaka kusema hivyo kwa sababu hata mibaraka ambayo imeambatanishwa na unabii, unaposoma katika Ufunuo 1 fungu la 1 hadi la 3, lakini msisitizo katika fungu la 3 linasema kwa amebarikiwa zaidi yeye asomaye neno la unabii. Na si hapo tu peke yake, Biblia yote inasisitiza, hata Yesu Kristo alipokuwa anafundisha katika Mathayo 24 fungu la 15 anasema kwa mlizingatie yale yote ambayo Danieli amefanya nini, amesoma. Kwa hivyo kuna hata mibaraka ambayo tunapatiwa, tunaongezewa kwa kuyaona, kwa kuyasikiza na kuyafuata maneno haya ya unabii. Mwalimu, nisome hiyo aya ya 3, maana heri hizi kuna kusoma. Unajua kuna watu hawakuenda shule, kwa hiyo huenda ukawa unamfanya afikirie kwamba yeye hayuko. Aya ya 3 inasema heri asomaye na wao wayasikiao. Hapo penzi mtazamaji ni vyema sana kuelewa kwamba ni heri wale wanaosoma na kufahamu maneno ya kitabu hiki na unabii ulioandikwa. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba tunakwenda kidogo mapumzikoni, alafu tutakuwa pamoja nawe ili kusudi tukaweze kufahamu mengi zaidi, ili kusudi uweze kumjua, je, Mungu ana mipango gani na mwanadamu wakati huu wa kuelekea kufunga historia ya dunia. Kwako mpenzi mtazamaji, usiondoke, usibanduke. Hii ni Hope Channel Kenya, kipindi uchambuzi wa Biblia.
Naam, habari za jioni tena. Karibu sana mpenzi mtazamaji unayetazama runinga ya Hope Channel Kenya. Nikikwambia kwamba tuna nafasi nyingine tena ya kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi. Kumbuka tumekuwa nawe katika awamu ya kwanza, tumeenda mapumzikoni kidogo na sasa tumerudi tukiwa na furaha tele, maana tumejaa tena uwepo wa Bwana ili kusudi tuweze kukufahamisha mengi na zaidi kuhusu uchambuzi wa Biblia. Kumbuka mpenzi mtazamaji, uko ndani ya Hope Channel Kenya, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kizingo, Mombasa, maana ndio kitovu cha jiji kuu la Mombasa kilipo. Na vile vile pia ni wakati mwingine mzuri kukufahamisha kwamba wakati ni sasa, ili kusudi tuweze kuendelea kutafuta uso wa Mungu katika maandiko. Kumbuka kipindi hiki ama awamu hii tutakuwa na kipindi cha muda wa majuma matatu, wakati ni sasa, ambao tutakuwa na mafundisho mengi ya kila aina ambayo yatakuwa yanakujia kila siku kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 26, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 za jioni. Kumbuka ni mafundisho mazuri, tena yatakuwa yanakusaidia kukufahamisha wewe zaidi kumkaribia Mwenyezi Mungu. Wakati ni sasa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, usiende mbali wala usibanduki. Kuanzia kesho basi mbashara kabisa hapa katika ukumbi wa Kizingo tutakuwa tunakuletea nyimbo, kutakuwa pia vile vile kutakuwa na mashairi, vile vile kutakuwa pia na vile na vipindi vya watoto, kutakuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yatakuwa yanakufikia ili kusudi uweze kuwa karibu na kufahamu na kuelewa neno lake Mwenyezi Mungu. Kumbuka basi masaa haya tu katika ukumbi wetu wa Biblia kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu, yani uchambuzi wa Biblia. Ndani ya studio basi niko naye mwalimu wangu hapa ambaye nimekuwa naye kwa jina lingine na jina nzuri, ijapokuwa jina lake naliangalia kwa mbali, alisema aitwa Nzai. Ndilo hilo. Karibu sana mwalimu Nzai katika awamu hii ya pili, na uweze kuwa kujisikia huru tunapokuwa tukiongea na wapenzi wa tazamaji. Vile vile pia kuna mwalimu mwingine upande mwingine wa pili, Mwalimu Francis, karibu sana. Tumekuwa naye katika awamu ya kwanza, ametupatia vidokezo, akatupatia uchambuzi, akatuelezea mambo mengi sana. Vile vile pia kuna jambo ambalo alikuwa yaongea mwisho, nikamwambia liweke kwanza hilo akiba, liweke kwanza hilo, tutakaporudi tutaweza kulifungua tulichambue kwa uzaidi, maana tunaongea kuhusu unabii. Lakini katika sura yenyewe inasema vidokezo, tamthilia na semi za ishara. Karibu sana mwalimu. Asante. Naam. Ufunuo 1 aya ya 3. Naam. Unabii una heri. Heri ni baraka. Mungu anasema katika Ufunuo 1 aya ya kwanza, kwa nini unabii? Ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa kitabu kizima cha Ufunuo ni maneno ya Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayanabudi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Sasa Yohana anapewa ufunuo na Yesu kutoka kwa Mungu kwa mkono wa malaika. Anapotoa ufunuo huu anasema baraka kwa watu hawafuatao. Heri asomaye. 1. Kwa hiyo nikisoma kitabu cha Ufunuo nina heri, maana nitapewa ufunuo wa Yesu Kristo. 2. Heri wayasikiao. Kuna mtu huenda akawa uwezo wa kusoma hana, lakini mwalimu akiyasikia ana heri zaidi, lakini maneno ya unabii na kuyashika. Kwa huenda ukawa umewasikia, huenda ukayasoma ukakosa kuyashika. Itakuwa haina faida kwako kusikia tu ukakosa kushika, au kusoma tu ukakosa kushika. Lakini Yesu anasema heri wewe utakaye yasikia na utakaye yasoma. Kwa hiyo kuna watu ambao huenda kwao ikawa kwamba kusoma ni muhali maana hajaenda darasa, lakini akasikia kwa maana ametega sikio kwa runinga tunapozungumza maneno haya ya unabii, akasikia, basi ana heri. Akashika. Ana heri. Asante sana. Ana heri.
hapo kushika pia kuna tatizo, maanake sasa kuna wengine ambao wako darasani wanasoma lakini kushika ni uzito sana. Yaani nafahamu. Asante sana. Na pia turudi kwa Mwalimu Nzai. Je, kuna uwezekano ya kwamba unabii huu umethibitika? Asante sana, maana tulianza na tukasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili fungu la sura ya kwanza, na tulipokuwa tunasoma kutoka 19 ilisema kwa tunalo neno la kweli la unabii. Kwa hivyo ni neno ambalo halina tashwishi yoyote. Lakini kwa yule mtazamaji ambao pia angetaka kupata, je, kuna wanabii wowote waliokuja kuatukia? Ningetaka kurudi pale ambao tulianza kama mwalimu ulivyosema, ni kuwa Yesu Kristo mwenyewe kuja kwake, kuzaliwa kwake ilikuwa ni ukamilifu wa unabii. Unaposoma katika kitabu cha Wagalatia 4:4 inasema kuwa ilipofika utimilifu wa wakati. Kwa hivyo inaonekana kuwa si unabii tu, lakini hata wakati ulipopeanwa, utimilifu ulipofika, Yesu Kristo mwenyewe aliweza kufika pale. Na unaposema katika pia kitabu cha Yohana, tunapata kuwa Nathanaeli anasema, nimemwona yule ambaye Musa na manabii waliandika kumhusu. Inasema kuwa Musa katika kitabu vyake vya sheria na manabii wote waliokuja kabla, wote walikuwa wanaandika yote kuhusu Yesu Kristo. Na unaposoma pia katika kitabu hicho ya Luka 24, wakati anaelezea wanafunzi wake, 20 fungu la 44 anasema kuwa haya yote yanatimilika yale yaliyoandikwa kule. Tunapoenda katika Ufunuo wenyewe, Danieli ni 2. Danieli 2. Pia yote angetaka kupata haya nyingine, Danieli 7. Na pia Danieli 8. Yote inaeleza kwa kulikuwepo falme. Danieli alipokuwa anaonyeshwa haya yote, aliona kichwa kilicho cha dhahabu. Na akaambia, wewe mfalme Nebukadneza, hiki kichwa ni wewe. Ufalme wako umetukuka, ila siku zake zimehesabika. Na kusema kweli, neno lile la unabii lilikuja likatukia jinsi vile na Danieli alivyoonyeshwa. Na waliposema ufalme wa pili uliokuja ulikuwa ni ufalme ambao ulikuwa na nguvu zaidi, unapoangalia katika Danieli 7 na 8 pia unapata kuwa ule mnyama ameashiriwa pale. Asante sana. Na pengine nijiregeshe swali upande mwingine, kuthibitika. Tuko pale kuthibitika. Je, unabii huu umethibitika? Pengine tukivuta mawazo kutoka kitabu cha Mwanzo. Maana Mwenyezi Mungu ndio aliongea na Ibrahimu. Akamwambia hichi kizazi chako kitakwenda utumwani kwa miaka 400, na baada ya miaka 400 kitafanya nini? Kitatolewa utumwani. Na kweli ikaja ikafika, kipindi kikapita na kikawa hivyo. Na ni kuthibitika kwa maandiko. Ukirudi kwenye kitabu cha Kutoka, anaambia kwamba kumbukeni mimi ni Bwana Mungu wenu niliowatoa baba zenu wapi? Kutoka kule nchi ya Misri nikawaleta nchi nyingine ya Kanaani. Msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Yaani anathibitisha kwamba alikuwepo kabla. Sasa sijui kama bado kuna matukio mengine ambayo yanaonyesha kuthibitika. Mwanzo, kwa sababu umeenda Mwanzo 3 aya 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Mungu akaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke, yani wanadamu, na Ibilisi, ili siku moja tuje tuone kwamba uadui huu umetimia kweli. Maneno haya yanarudiwa katika Ufunuo 12. Maneno haya yanarudiwa sana, lakini ninapenda tuangalie unabii huu wa kuwekwa uadui huu unakuja unatimilika mwisho kabisa. Lakini kinachonipendeza ni maneno ambayo Yesu anasema katika kitabu cha Yohana. Yesu mwenyewe akiona kwamba mwanadamu ameingia dhambini, akaja akafa kwa ajili ya mwanadamu ili amkomboe, ule uadui autoe. Kwa hiyo kuna unabii kuhusu mwanamke, kuwekwa uadui kati ya mwanamke na uzao wake na ule uzao wa na Ibilisi.
Katika Mwanzo 7 Mungu anakuja anazungumza na Nuhu kuhusu gharika, na gharika inakuja miaka zaidi ya 120. Kabla miaka hii itimie, Metusela anazaliwa. Na Metusela ina maana kwamba atakapoondoka basi itatukia. Metusela anaishi zaidi ya karibia miaka 1000. Anapoaga Metusela, gharika inakuja. Mungu wetu alitoa unabii zamani. Naam. Unajua kwa nini watu walimuona Nuhu kama ni mwenda wazimu? Kwa sababu alisema kwamba gharika itakuja. Kwanza, hakukuwa kumenyesha, maji yalikuwa yanatokea kama chemichemi. Pili, ilichukua muda mrefu sana kutukia. Kwa hiyo wakakosa kumwamini. Lakini siku moja mvua ikanyesha kwa siku 40 kama ilivyotabiriwa. Kwa hiyo Mungu tangu mwanzo wa Edeni alitoa unabii na ukatimia. Aliweka uadui kati ya mwanamke na joka, na uadui huo ukawa paka msalabani. Yesu anasemekana kwamba alikuwa mwaminifu hata msalaba, akafa msalabani kumkomboa mwanadamu. Na siku moja Yesu akasema katika Yohana 12:31, basi imefika siku ya kumtoa yule mfalme wa ulimwengu huu. Ule uadui ambao alikuwa umeweka zamani ukaja ukaishia msalabani. Siku ya mwisho kabisa. Naam. Uadui huu ulioleta kifo nacho kitakuja, kitakufa mwisho. Kwa hiyo Mungu wetu ametoa unabii tangu mwanzo. Naam. Kutoka hadi mwisho. Mathayo 5 aya 18 inasema nimekuja kutimiliza unabii. Mathayo 5:17 na 18 Yesu anasema sijakuja kupinga manabii. Waefeso 2 aya 20 tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo kuna wengi wanaozungumza kuhusu mitume tu peke yake, wakakosa kuzungumza kuhusu manabii. Lakini kumbe imani yetu ndio tuende mbinguni, sharti tujengwe katika mitume na katika manabii. Yesu akaja kutimiza yaliyoandikwa kumhusu na manabii. Hapo nafikiri tutarudi hapo tuingie vizuri, manake naona unabii kuanzia mwanzo unalenga mahali fulani. Na haya yote yanalenga mtu fulani ambaye tunataka tumwangalie mwishowe. Kumbe huu unabii ukiukataa ni sawa sawa umemkataa fulani. Maana kuelewa unabii, maana unabii huu Yohana anasema ni ufunuo kutoka kwa nani? Kwa very good. So nataka tuangalie, tukichunguze, tukiangalia vizuri, lakini kwanza niweze kuwashukuru wale ambao wamekuwa pamoja nasi, mpenzi mtazamaji, ambao wanafuatilia kwa ukaribu sana katika Hope Channel Kenya. Niko na bwana mmoja hapa anaitwa Samuel Hamisi. Samuel Hamisi anasema happy Sabbath. Asante sana Samuel Hamisi, popote pale ulipo barikiwe sana, maana tunakupata katika njia iliyo safi tena sana. Diana K anasema sabato njema kwa kila mmoja. Asante sana Diana, sijui kona gani umeketi, lakini ni vyema pia uweze kutuambia umetoka sehemu gani tukafahamu ya kwamba umetoka sehemu gani. Edwin Lubembe anasema happy Sabbath brethren, na wafata kutoka Somaliland. Mungu awabariki. Huyu kaka yuko mbali, anaitwa Edwin, yuko ndani ya Somaliland. Anasema anatufuata. Sijui kama wewe mpenzi mtazamaji unatufuata kutoka wapi? Unafuatilia matangazo kutoka wapi? Je, uko within Kenya, Dubai, nje ya Kenya? Sehemu yote ile basi unaweza kushiriki kwa pamoja nasi. Hope Channel Kenya @Hope Channel. Vile pia ukienda kwa YouTube @Hope Channel, ukienda kwa Facebook @Hope Channel Kenya, utatupata pale mpenzi mtazamaji. Kumbuka pia vile kuna mmoja hapa anaitwa Peter Ukeo. Peter Ukeo anasema sabato njema wapendwa. Asante sana Peter Ukeo. Takumbuka nafasi pia uko nayo pia ya kuuliza maswali. Unaweza kuuliza maswali vile pia unapoingia katika YouTube, unaweza kuuliza maswali katika chat center pale chini, ili kusudi tuweze kuwa na fursa ya kuweza kujibu maswali yako. Lakini yote haya ni kufahamisha kwamba wapendwa wako macho tu. Baadhi ya hizo nitasoma, jumbe ziko nyingi zinazidi kuingia, lakini kwa sasa wacha niweze kurejea tuna katika kujifunza mengi kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu. Tumeongea kuhusu ishara, kuthibitika kwa haya yote. Alafu tukasema kwamba hata kumbe katika kitabu cha Mwanzo ule uadui wa shetani na mwanamke ulikuwa ni unabii unakuja kuthibitika. Unajua, nimejifunza vitu vingine hata katika kitabu cha Zaburi wakati Yesu alilia pale msalabani, Eloi lama sabakitani, kumbe maneno yale yalinena na nani? Zaburi. Ilinena na Daudi. Siji kama kwako kuna mengine ambayo umeweza kuyafahamu
ambayo yanazidi kuthibitika ndani ya Biblia? Maana tumepeana mifano kadha wa kadha. Naam. Ningetaka kusema jambo hili. Biblia pia halikuwa lilienda zaidi likasema kwa kutakuwa na manabii wa uongo. Naam. Inamaanisha pia kutakuwa na unabii wa uongo. Kwa hivyo hata yote ambayo tunaenda kuangalia hapa, nitujue kuwa unabii kulingana na Petero wa pili 1:20 nasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Naam. Mtu anaposema kwa mimi nataka kutafsiri hivi, la. Unabii haufai kufasiriwa kama atapendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo haya ni Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyekuwa ananena. Kwa hivyo mtu yeyote atakayetaka kutumia maneno ya unabii kuyatafasiri kivyake ni makosa. Na nasema kuwa tutawezaje kujua je mwalimu huyu anasema unabii ama anafasiri unabii vyema? Naam. Isaya 8:20 nasema kama hawenendi kulingana na neno la Mwenyezi Mungu. Pengine mwalimu angeisoma Isaya 8:20. Pengine mwalimu angeisoma tukafahamu zaidi, maana ni unabii. Unajua tunagusia unabii. Naam. Naam. Lakini matukio yanaendelea hadi wa leo. Tunaposoma katika kitabu hicho cha Mathayo 24, utapata kuna matukio kama vifo ama mataifa yanapigana, njaa, magonjwa yasiyoelezeka kama corona, na mambo mengi ambayo unaangalia hivi, mataifa yanakasirikiana, hakuna amani. Yote manabii waliweza kuonyeshwa tangu kale na yanatimia paka leo. Pengine angesoma kitabu cha Isaya. Isaya 8:20, Biblia inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Amina. Ile asubuhi iliyoelezwa nyota itakayotokea na kutakapopambazuka, kwao hawataona mbingu, wanaofasiri unabii huu kwa wanavyopendelea. Na mwalimu, ningetaka kusema ya kuwa unapoangalia hizi ishara hizi, tumesema kwa Biblia linajieleza. Biblia inaposema kuwa kuna mtu mpumbavu, linaenda zaidi nasema kuwa mjinga alifanya nini, kama Mathayo 7:24. Inaposema kuwa waliona mwanamke, Biblia pia inaendelea kusema kuwa mwanamke, ama nimekufananisha wewe Israeli kanisa kama mwanamke. Kwa hivyo Biblia lenyewe linajifasirisha, linajipatia maana paka ishara ya hizo tamathali zote za semi na vidokezo vyote. Hajaacha mja yoyote aanze kuangalia je Mwenyezi Mungu alitaka nini. Kumbuka ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alitaka kuongea nasi, atuambie yote atakayotendeka, na mwenye upendo hata utupatia fumbo lisiloweza kufumbuka. Nashukuru sana kwa hilo jambo ambalo umesema. Ameongea kuhusu mwenye upendo na fumbo, sawa, lakini pia kuna jambo fulani uliweza kuliongea kuhusu unabii unaothibitika. Alafu sasa nataka niangalie katika maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Kuna jambo fulani hapa lazima lijifunue. Je, ni kwa mtu yoyote anaweza kufahamu unabii, ama kuna watu special ambao wanaweza kufahamu unabii? Tusome kitabu cha Yakobo 1:5. Maana wengine watasema kwamba Mwenyezi Mungu aliwaficha wengine akawaruhusu waelewe. Je, inakuwaje? Siku moja Yesu akatoa mfano kuhusu wazazi, akasema nyinyi kizazi cha nyoka. Ni Yohana alisema kizazi cha nyoka, lakini angalia, anasema sisi wazazi wetu, watu wa kawaida, pamoja na ukorofi walio nao, huwezi kumuomba mzazi wako mkate akakupa nyoka. Hawezi. Sasa itakuwaje na baba yenu wa mbinguni? Angalia maneno yanayosema Yakobo 1:5, inasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, yani hekima ni kutofahamu. Umejaribu kufahamu unabii, maana Timotheo aliambiwa na Paulo kwamba ukisoma unabii unapata hekima na kufahamu. Kwa hiyo mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa hiyo nikitaka kufahamu unabii ni muombe Mungu
ambaye yeye kwa mkono wa malaika alituma unabii kwa Yohana, nimwambie huyu Mungu, nimesoma unabii wa Yohana ulioutuma kwa mkono wa malaika, nimeshindwa kuuelewa, nipe kufahamu. Kwa kila mtu anaweza akauelewa unabii, watu wote, kila binadamu anaweza kuelewa unabii, hata ambaye hawezi kusoma. Maana amesema heri asomaye na asikiaye. Kwa hiyo naweza kuwa nimesikia kwamba kumesomwa kuhusu dubu, kumesomwa kuhusu mnyama, kumesomwa kuhusu simba ana pembe, simba ana vichwa 7. Wewe umewahi kuona simba ana vichwa 7? Hivi sasa Biblia inasema nini kuhusu simba wa vichwa 7? Naam. Nyoka anaongea, ulimuona wapi? Kwa nimuulize Mungu, nimesikia kumesomwa pale kwamba kuna mnyama, kuna mwanamke, kuna simba huko, kuna dubu huko. Ulikuwa unasemaje huko? Nini unamaanisha? Anasema awapaye wote kwa ukarimu atapewa. Kwa mtu wa kwetu, mimi binafsi nikikosa ufahamu, niombe dua kwa Mungu, na ye Mungu kwa ukarimu wake atatupatia. Asante sana. Pengine turudi kwa mwalimu Nzai. Nataka kuongeza? Naam, ongeza kwa sababu nilikuwa nataka nikuwekee ili uweze kuongeza vizuri. Amina. Lakini endelea kwanza. Kwa katika kitabu cha Danieli. Naam. Danieli pia angepata maono, angefunuliwa jambo na lingine hangeweza kulielewa, basi lingemghadhabisha sana Danieli. Akauliza, mbona msiwezi elewa matukio haya yote? Lakini unapata kuwa katika ombi lake malaika angeza tumwa, malaika Gabrieli, na angefika pale, mfano ni Danieli 10, unapata kuwa malaika anatumwa na anakuja kumfasirisha Danieli. Lakini katika 12 kuna jambo moja linafanyika katika kitabu cha Danieli. Anapomaliza kumbukumbu ya kumaliza, ni kuwa Danieli anaomba ya kuwa ayafunge kitabu kile. Fungu la 4 nasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi watenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Mwalimu ningetaka kusema ya kuwa kuna matukio mengine ama kuna maneno mengine ya unabii ambayo Mwenyezi Mungu alisema wakati wa kale, ambayo hayakueleweka vizuri ama hayakufunguliwa. Maana yalikuwa ni matukio yatakuja kuonekana siku za usoni. Unapoangalia katika Ufunuo 22 pia, na Ufunuo unapoendelea kuisha, unapata kwa Yohana anaelezwa kuwa wakati ni sasa. Usifunge jambo wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Iko katika Biblia. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo 22, lakini pia katika Ufunuo 1 fungu la 3 inasisitiza kuwa wakati ni sasa. Heri ni yule ambaye anayesikia na anayefuatilia maneno ya unabii. Asante sana. Pengine niweze kurudi tu kwa mpenzi mtazamaji anayetufuatilia. Kuna wengine wameanza kutufuatilia kwa ukaribu sana, na nawapenda sana kwa sababu naona wanakuja kwa ukaribu sana. Kwa mfano kuna ndugu anaitwa Odera Spencer, Mr. Odero Spencer, anasema hello, yani anatushtua, vipi, mko salama? Lakini nasi tunasema tuko salama, tuko salama kabisa. Kuna Mam Tiff Trevo hapa, happy Sabbath. Charles Gachana kutoka Nyeri anasema nawapata vizuri sana walimu, yani anatupata mufti anatupata vizuri sana. Makinikeni kabisa, ndio unabii unaeleweka, shukrani. Anasema tumakinike kabisa, unabii ndio unaeleweka. Nicholas Makoha huyo anasema happy Sabbath, siku ya Alhamisi ifafanuliwe kwa undani, alafu walimu watupe kanuni za unabii wa wepesi. Asante sana kwa sababu mmeenda ndani sana. Unajua mmeenda ndani sana. Anasema watu waweze kufamuliwa vizuri, waweze kuelewa. Na anasema kufafanuliwa kwa undani zaidi. Unajua kufafanua kwa undani zaidi ni kuelewa. Kufafanua kwa undani zaidi ni kuelewa kile kitu kwa undani zaidi kimeongewa kuhusu nini. Na ni vyema sana kuweza kutambua jambo hili. Na pengine tunge tuseme hivi ya kwamba Biblia inaongea kuhusu kusoma. Sawa. Na Timotheo akasema neno la Mungu lafaa kwa mafundisho. Hili neno lafaa kwa mafundisho, tena
kwa kuonyana, unaweza kukemea, unaweza kukaripia na mtu akapate kuelewa neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini kwa upande wa unabii inahitaji mtu uweze kumwelezea vizuri akapate kuelewa, na amesema yahitaji hekima. Na Yesu Kristo akiondoka akasema, msiondoke hapa mpaka atakapokuja msaidizi, na huyu msaidizi huyu atawafunulieni mengi ambayo Mungu ataruhusu yafunuliwe kwenu. Huyu msaidizi sasa, maka nafikiri bila yeye msaidizi unabii unaweza kosa kueleweka. Kweli. Ni kweli kabisa. Mwalimu, nisome Yohana 16 aya 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Yes. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mambo yajayo ni mambo ya unabii. Ili tuuelewe unabii, sharti kwanza tumruhusu Roho ambaye yeye atatupasha habari. Unajua, kama hujui mahali unauliza, hujui kitu unauliza. Waswahili husema kuuliza si ujinga. Kuuliza si ujinga. Ni kutafuta kujua. Unamuuliza Roho, sijaelewa. Si kwamba wewe ni mjinga, sijaelewa. Neno hili nimelisoma sikuelewa. Kuna bwana mmoja alikutwa mahali akisoma akaulizwa, unaelewa? Akasema nitaelewaje? Taelewaje bila kupata mtu kunielezea? Asante sana. Kuna bwana mmoja hapa anaitwa ni dada huu, nafikiri ni bwana anaitwa Georgetta Tabs. Huyu anasema happy Sabbath from Kiambu. Yuko Kiambu yeye kwa sasa, anatufuatilia kutoka Kiambu. Ubarikiwe sana Georgetta kutoka maeneo pale Kiambu. Mungu wa neema azidi kukubariki. Anasema nayafurahia mafundisho ya Biblia. Yaani anafurahia mafundisho ya Biblia. Nafikiri ya kwamba Biblia inasema zaidi sana tutake kusoma. Maana pasipo kusoma Biblia hatuwezi kuyaelewa mambo haya. Na pengine kuna kitu ambacho ningependa kuelekeza zaidi, sababu tumesema kwamba kumbe mambo haya yote yalikuwa yanamlenga Yesu Kristo. Ndio maana Ufunuo inasema heri asomae maneno ya ufunuo wa kitabu hiki. Na akafunga akasema ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo maana maneno haya yote tunayoyapata ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Kuna mmoja anasema Mtifu Trevor anasema jinsi ilivyokuwa siku ya Noa ndiyo zitakavyokuwa siku za kurudi kwa mwana kondoo, so tukue macho. Amina. Naam. Sasa tuunganishe hapo tumalize. Anasema kwamba tunaongea kuhusu unabii, kumbe unabii huu wote umemlenga nani? Yesu Kristo. Kwanza ningetaka kuendelea katika mafumbo yale. Ilisemekana kwa fumbo mfumbie mjinga, mwerevu atalifungua. Na mjinga asema moyoni mwake kwa hakuna Mungu. Hiyo ni Zaburi 14 fungu la kwanza. Kwa hivyo bila Roho Mtakatifu hawezi fumbua maneno kama haya, lakini unahitaji hekima kama ilivyosema katika kitabu cha Yakobo 1 fungu la 5 inapoendelea chini. Ulimuuliza swali nzuri sana. Je, ni mahali gani ambao tunaweza pata kwa Yesu amedhihirishwa? Tusome katika Luka 24 fungu la 27. Luka 24 fungu la 27. Nitasoma pale, inasema 24 fungu la 27. Inasema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo mambo ya Musa na nabii ni mambo ambayo yanamhusu yeye mwenyewe, ambayo ni Yesu Kristo. 44 inasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati za Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa hivyo matendo yote ya Yesu Kristo ni yale yote ambayo yalikuwa ameambiwa pale kale.
Na pia tumeona katika Yohana 1:45 ya kuwa manabii wote ama Biblia hili lote kama vinavyoandikwa katika kitabu cha Timotheo wa 2:3-15, maandiko haya matakatifu yanadhihirisha Yesu Kristo, na haya yote yanakufanya wewe mwanadamu ukaweze kuthibitika juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Asante sana. Pengine nipende nafasi ya kuweza kutoa mwelekeo wako ama katika maoni yako ya kumaliza, lakini kuna mmoja hapa ananifurahisha. Anasema mimi Wabwile wa Malwa, huyu anasema ni John wa Malwa from Rongai, kanisa langu ni Rongai East Sabbath School. Happy Sabbath. Walimu tafadhali karibuni siku moja kwa Sabbath School yetu. Amen. Mwaliko wako tumeupata, tutaweza kufikia. Sijui una maneno gani ya mwisho kuweza kuongea? Niseme hivi, Timotheo wa 2:3-15. Hayakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Ili tuuelewe unabii, tusome maandiko matakatifu. Asante sana. Sijui Mwalimu Nzai una yapi ya kusema ya mwisho? Nitasema ukaweze kuwa pamoja na wale wote walioitwa wabarikiwa. Na aliyebarikiwa ni yule ambaye anayasikia, anayeyasoma, lakini la zaidi na la mno anayetekeleza, anayejua kwa wakati ni sasa na anabadilisha maisha yake, anaongoka, anaokoka, anajitayarisha, maana Yesu yuaja karibuni na si punde tu, wakati ni sasa. Ubarikiwe sana. Kidhinji Mwambia anasema sabato njema wana wa Mungu. Vile vile pia niko naye Mam Tifu anasema tuwe na kusoma sana, tusitegemee manabii huku nje wanaodanganya wanakondoo. Ukiangalia vizuri kuna manabii wametokea wanaodanganya wengi, hawapati wafuasi kusoma Biblia, alafu kuwadanganya ni rahisi. Sophie Nekesa, Happy Sabbath walimu. Nataka niseme hivi mpenzi mtazamaji, Mungu wa neema akapate kukubariki. Mungu wa neema akapate kukuinua. Tumekuwa katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia, na tumefurahi kwa wale ambao wamekuwa pamoja nasi katika YouTube channel, wameweza kutumia nasi, wameuliza maswali, wametuma jumbe zao. Mungu wa neema aweze kuwabariki. Wale ambao hawakupata fursa ya kuweza kutuma jumbe, nataka niwaambie God bless you so much. Mungu akawabariki. Kumbuka hapa wakati ni sasa. Kumbuka kipindi hiki cha wakati ni sasa, kutakuwa na mafundisho ya takriban majuma matatu kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 26 mwezi huu wa 4. Kumbuka wakati ni sasa itakuletea mafundisho, nyimbo na vile vile pia mashairi kutoka katika watu tofauti ili kusudi waweze kukubariki. Kumbuka baada ya yote hayo wahubiri watakuweko hapa na kuleta mahubiri ya kuongoa roho zako. Wakati ni sasa inazidi kuendelea, lakini uchambuzi wa neno la Mungu tunasema Mungu wa neema akawabariki hadi juma lijalo. Basi mikononi mwake sitati ninawaacha, lakini kabla hapo Mwalimu Josefu tufungie kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako, asante kwa Roho wako aliyetuongoza katika kujifunza Biblia. Endelea kuwa nasi, tusaidie na neema ili kwamba tuweze kufahamu na kuelewa neno lako. Tunapolifahamu na kulielewa, tukumbushe kulizingatia na kulitenda, maana tuna heri tukifanya hivyo. Zidi kuwa na mtazamaji mahali popote alipo. Mgonjwa umtie matumaini, waliokata tamaa Yesu Kristo wewe uwaguse na kuatia tumaini. Hebu uwe pamoja nasi sote, tuunganishe na kamba zako za upendo. Neema yako itutoshe siku zote. Kwa Kristo Yesu mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Nimekuwa naye Mwalimu Nzai, vile vile tumekuwa na Mwalimu Josefu. Mimi nimekuwa mwendeshaji wa kipindi cha uchambuzi wa Biblia Martin Nda. Hadi juma lingine, wakati mwingine, sehemu ni hapa. Wakati ni sasa. Mungu awabariki.